Hello, habari yako? I hope unaendelea salama. Mimi niko poa. Jamani, karibuni tena kwenye channel yetu. Channel yetu pendwa ya Engineer Tutorial Swahili. And leo ninakuja na kitu kingine cha kukuelezea wewe kama content creator au mtu ambaye unapenda kujifunza kuhusu video editing. Kama unavyojua mambo siku hizi yamerahisishwa. Kwa hiyo ukitaka kufanya video editing, kuna application muhimu ambazo unatakiwa kuzifahamu au kuwa nazo ili uweze kufanya hizo editing za videos. So mojawapo ya application muhimu sana ambayo kuwa nayo na ambayo pia ni nzuri, kwanza unatakiwa kucategorize hizi application kwenye makundi kama matatu. Kwa mfano, unatakiwa kuwa na application ambayo yakusaidia kuedit video zako. Lakini unatakiwa kuwa na application ambayo itakusaidia kupata videos na by-roll videos au picha. Lakini pia unatakiwa kuwa na application kwa ajili ambayo itaweza kusaidia kuweza kuedit picha au customize picha. So zifuatazo ni video na application tatu ambazo zitakusaidia kufanya editing za video. Kwanza, first of all, unavyo edit video manake tayari unakuwa umeshapata wazo la kuedit hiyo video yako au hiyo video yako tayari unayo. Kwa hiyo kuna application mbili ambazo ni nzuri, hata ukiwa na kwenye simu tu pia unaweza kuzitumia. Zipo nyingi lakini mimi nitazielezea hizi mbili kwa sababu ni very simple, lakini pia ni very simple, lakini pia ni nzuri. Of course zina feature nyingi ambazo unaweza kuzifanya kwa kutumia hizo application. Application ya kwanza ambayo mimi napenda kuitumia kufanya video editing ni InShot. Inaitwa InShot na hii ni InShot. So InShot, ukifungua InShot yako itakupa option mbili. Kuna video kama unataka kucreate video, photo au kuedit, kuweka hizo photo collage. Sasa unaweza kuchagua kwa sababu kama ni video editing basi utachagua ni video editing. Kwa hiyo hapa kuna video ambayo nimesha try ku edit, then uta create kwenye new, itakupa option ya picha, uchague picha au video ambazo tayari ipo kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako ili uweze kuupload kule kwenye application na uweze kuziedit. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kuna app ambazo pia ni za muhimu kuwa nazo, ni zile kupata resources kwa ajili ya video, kwa mfano kama picha au video. Tunaita by-roll video au by-roll picha. Kwa hiyo ni InShot. Lakini pia application nyingine ambayo unaweza kuitumia katika kufanya video editing na inakuwa kwa kasi sana inaitwa CapCut. CapCut. So this is CapCut. Ukifungua CapCut itakuletea feature nyingi sana, na of course hizi application huwa ni friend. Kadri unavyozidi kuitumia ndipo unavyojifunza kujua na unaweza kujua vitu vingi na namna rahisi ya kujua kuzitumia hizi application. So tofauti kati ya InShot na hii CapCut ambayo naifungua hapa ni kwamba InShot unaweza ukaedit hata usipokuwa online. Isipokuwa kuna baadhi ya feature kama unataka kuupload video, audio kwenye ile video yako, ndipo unaweza pia ukatumia ukaweka ukawasha ukawa online, ukatani on data ili uweze kuupload hizo video. Lakini most ile InShot inakuwa ni offline. Lakini hii CapCut kama unavyoona, hii ni CapCut. Kwa hiyo hapa kunakuwa na template na kadhalika, na kama hii ni application pia hii CapCut lazima uwe online, lakini pia ina feature mbili. Unaweza kutumia kama application, ukadownload application kwenye simu yako either kwenye App Store au kwenye Play Store, lakini pia ukaamua
kutumia ukiwa kwenye web browser, labda maybe ukafungua Google Chrome then ukaingia kwenye website ya CapCut moja kwa moja na ukaweza kuitumia. So hii ni CapCut kama unavyoona. Hii ni kwa ni application moja hapo ambayo inaweza kukusaidia kuweza kuedit video zako. Na in case ya kupata zile resources kwa ajili ya kuupload kwenye hizo application, unaweza kutumia hata Pinterest. Okay? Ukiwa na Pinterest unaweza kuset picha yoyote ambayo unahitaji na ikakuletea Pinterest. Unaweza kusign in kwenye Pinterest then ukawa unapata picha mbalimbali. Na hii ni Pinterest. So sorry guys, mtandao uko down kwangu, kwa hiyo nafunguka very slow. So ukifungua hii Pinterest, ukienda kwenye sehemu ya kusearch, unaweza kutype chochote. Okay? Unaweza kutype chochote ambacho una search for ideas ambazo unaitaka. Kwa hiyo either ni picha au ni video, una search hapo ili kuweza kupata hizo resources kwa ajili ya video yako. Lakini pia unaweza ukatumia Canva. Okay, Pinterest unaitumia ikiwa online pia, na Canva pia unaitumia ukiwa online. Pia Canva ina picha mbalimbali, tunaziita Byros video na Byros video pamoja na Byros photo ambazo unaweza kuzitumia kwenye. So guys, hizo ni application ambazo zinaweza kusaidia kufanya video editing kwenye kupitia simu yako. Sasa hii ni mojawapo pia ya business idea ambayo unaweza kufanya free, ambayo haina mtaji kabisa, haihitaji mtaji zaidi ya bando lako na simu yako. Kwa hiyo kama unafikiria kufanya video editing au kuanza kuedit videos kwa ajili ya wafanyabiashara, wajasiriamali, so unaweza ukaanzia hapa kwa kwanza na kujifunza hizo application ambazo nimekuambia hapa. Kwa hiyo tujifunze ili tuweze itatusaidia kuingiza kujiongezea vyanzo vya kipato. Kwa hiyo unaweza kufanya muda wote, yani ijalishi na kazi au una kazi, unaweza kufanya hii video editing kwa sababu ni very simple. So guys, nashukuru kwa kunisikiliza. Naomba usubscribe kama bado hujasubscribe, lakini pia turn on bonyeza kitufe cha kengele, turn on hiyo notification ili ninapo upload video zingine zinazohusiana na mambo ya technical au teknolojia au tutorial kama hizi usiweze kuzikosa. Kwa kama una kitu chochote ambacho unapenda kujifunza kupitia channel hii, unaweza kuniandikia kwenye comment nami nitafanyia kazi. Asante kwa kunisikiliza.